Neema
Somebody clap to Jesus. Let us clap to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you so much, Gambogi Market. Asanteni sana soko la Gambogi. As we come to the close, Tunapofika tamati, I just want to read a scripture as we finish. nataka nisome tu andiko tunapomaliza. In the mighty name of Jesus. Katika jina kuu la Yesu. I'm reading the book of Revelation. Ninasoma kitabu cha Ufunuo wa Yohana. As you close your businesses wherever you are. Hata unapofunga biashara zako mahali ulipo. The book of Revelation chapter number 20. Kitabu ni Ufunuo wa Yohana mlango wa 20. Revelation chapter number 20 very fast as we finish this evening. Ufunuo wa Yohana 20 kwa haraka tunapomalizia jioni ya leo. I am reading verses number 11. Nitasoma mstari wa 11. This is what the Bible says. Hivi ndivyo Biblia inavyosema. Then I saw a great white throne and the one who was seated on it, from whose presence and from the sight of whose face earth and sky fled away, and no place was found for them. Ufunuo 20:11 inasema, kisha nikaona kiti kikubwa cheupe cha enzi pamoja na yeye aliyeketi juu yake. Dunia na mbingu zikaukimbia uso wake, wala mahali pao hapakuonekana. I also saw the dead, great and small. They stood before the throne, and books were opened. Then another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged, were sentenced by what they had done, their whole way of life, what they were feeling and acting, their aims and endeavors, in accordance with what was recorded in the books. And the sea delivered up the dead who were in it, death and Hades, the state of the death, or disobedience, existence, surrendered the dead in them, and all were tried, and their cases determined by what they had done, according to the motives, the aims, and their works. Then death and Hades disappeared. They were thrown into the lake of fire. This is the second death, the lake of fire. And if anyone's name was not found recorded in the book of life, he was hurled into the lake of fire. Nami nikaona wafu wakubwa na wadogo wakiwa wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi, na vitabu vikafunguliwa. Pia kitabu kingine kikafunguliwa, ambacho ni kitabu cha uzima. Hao wafu walihukumiwa sawasawa na matendo yao, kama yalivyoandikwa ndani ya hivyo vitabu. Bahari ikawatoa wafu waliokuwa ndani yake, nayo mauti na kuzimu zikawatoa wafu waliokuwa ndani yake. Kila mtu akahukumiwa kulingana na yale aliyotenda. Kisha mauti na kuzimu zikatupwa katika ziwa la moto. Hii ndiyo mauti ya pili, yani hilo ziwa la moto. Iwapo mtu jina lake alikuonekana katika kile kitabu cha uzima, alitupwa ndani ya lile ziwa la moto. Now listen to me. Sasa munisikilize. As we finish, tunapomalizia, the Bible says, Biblia inasema, John was privileged to see the end time. Yohana alitunukiwa kuona nyakati za mwisho. The time nyakati when this life we are living here will finally come to an end. Wakati ambapo hii maisha tunayoishi hapa hatimaye itafika mwisho. I want you to know, ninataka ujue, this life is not final. Haya maisha sio mwisho. Your business is not final. Biashara yako sio mwisho. A time will come, wakati utafika, when you will die. Wakati ambapo utakufa. Either you will grow old and die, aidha utakuwa mzee na ukufe, or death will catch you anywhere. Au kifo kitakupata ukiwa mahali popote. He says, anasema, that time when it comes, wakati huo utakapofika, what follows is the time for accountability. Kinachofuata ni wakati wa kutoa hesabu. And he says, na anasema, people were judged. Watu walihukumiwa. Every person, kila mtu, was meant to pass and appear before the throne of God. Alisababishwa kupita na kusimama
yourself. Usijidanganye Ati me, I will change my ways. I will repent when I die. ati mimi nitatubu wakati nitakufa. He says, Anasema time to change your ways is now. wakati wa kubadilisha njia zako ni saa hii, Because kwa sababu that day of judgment is drawing closer. hiyo siku ya hukumu inasongea karibu And he sana. says, Na anasema if anyone's name ikiwa jina la mtu yeyote was not found written in the book of life, haikupatikana likiwa limeandikwa kwenye kitabu cha uzima, they were all hurled, thrown into the lake of fire. hao wote walitupwa kwenye ziwa la moto. Gambogi, God is real. Gambogi, Mungu ni wa He ukweli. judges sin. Mungu anahukumu dhambi, And soon is coming na hivi karibuni to anakuja take the church. achukue kanisa. You can ignore it now, Wewe unaweza kupuuzia saa hii, but that time lakini hiyo you wakati will be alone. utakuwa peke yako. You'll stand alone before the throne of God Utasimama peke yako mbele ya kiti cha enzi cha Mungu, and give account na kisha utoe hesabu how you are immoral, vile ulikuwa msherati, how you are drunken, vile ulikuwa mulevi, how you used to steal from customers. vile ulikuwa unawaibia wateja. He says, Anasema everyone will give account kila mtu lazima atatoa of hesabu how they lived here on vile earth. walivyoishi hapa duniani. How is your life, Gambogi? Maisha yako yako jinsi gani, Gambogi? This life is not just about business and money. Hii maisha sio kuhusiana tu na biashara na pesa. There is another life called eternity. Kunayo maisha ingine inaitwa maisha ya milele. Eternal life Maisha ya is milele the reason as why Jesus created you, ndio kwa sababu ile Yesu alikuumba wewe, that you may live with him forever. ili wewe ukaishi na yeye milele. And he's saying Na Yesu anasema it begins by you repenting. inaanza tu wewe kutubu. Somebody has to make a decision Lazima mtu afanye maamuzi and say, na kisha I aseme, am tired of this life. mimi nimechoka na haya I maisha, am tired of wasting money in drunkenness. nimechoka na kupoteza pesa kwa ulevi, I am tired of living an immoral life. nimechoka kuishi maisha ya usharati, I am tired of fighting God. nimechoka kupigana na Mungu. He says, Anasema you have to make a decision lazima ufanye maamuzi of receiving ya Jesus. kumpokea Yesu, And then alafu he kisha will write your name yeye ataandika jina lako in the book of life. katika kitabu cha uzima. As we finish, Tunapomaliza, I want to pray with you. nataka niombe pamoja I nawe. know you had the worship. Ninajua ulisikiza ibada, May the Lord bless na you. Bwana wabariki, But it's time to return to Jesus. lakini ni wakati wa kurudi kwa Yesu. We brought you Jesus of Nazareth, Gambogi. Tuliwaletea Yesu wa Gambogi, Yesu wa Nazareti, watu wa Gambogi. We brought you Jesus of Nazareth, Tuliwaletea Yesu wa Nazareti, the Savior of the souls of men. mwokozi wa nafsi za wanadamu. If you're there, Kama uko pale, you can join us in this prayer unaweza jiunga pamoja nasi katika hili ombi. as we return to Jesus. Tunaporudia Yesu, It doesn't matter your condition, haijalishi hali yako, whether you are doubting yourself. aidha unajishuku mwenyewe, The blood of Jesus has power. damu ya Yesu iko na nguvu, It delivers every kind of sinners. inakomboa kila aina ya mwenye dhambi. Lift up your hands if you can. Inua mikono yako juu kama unaweza. Even if you're in your shop there, Hata kama uko kwa duka lako you can hapo, receive the Lord with us. unaweza pokea Yesu pamoja In nasi the name of Jesus. katika jina la Yesu. Lift up your hands, Gambogi, Inua mikono yenu juu, watu wa Gambogi, that you may receive Jesus. ili tukaweze kumpokea Yesu. Rudia maombi haya kwa jina la Yesu. Sema, Bwana Yesu, siku ya leo nimesikia neno lako ya kwamba wewe unahukumu dhambi, nami nimetambua ya kwamba mimi ni mtenda dhambi. Ninatubu sana dhambi zangu zote. Ninakuomba Yesu,
nisamehe. Tafadhali andika jina langu kwa kitabu cha uzima. Utakaporudi Yesu, ninakuomba unichukue katika unyakuzi. Nakiri kwa kinywa changu na kuamini kwa moyo wangu ya kwamba leo hii mimi nimeokoka. Let me pray with you wherever you are. Wacha niombe pamoja nanyi mahali popote mlipo. Father, in the mighty name of Jesus, Baba, katika jina kuu la Yesu, these are your people, hawa ni watu wako, the children of Gambogi. watoto wa Gambogi. Today I bring them before you. Tazama na waleta mbele zako. We have worshipped you here, the God of Israel. Tumekuabudu hapa, Mungu wa Israeli, And you have read the word to them. na tumesoma neno lako I kwao. ask you, my Father, Na kuuliza Baba yangu, may you help these people uweze kuwasaidia hawa watu through the Holy Spirit. kupitia Roho Mtakatifu. Touch those hearts Guza hizo mioyo that they may return to you, ili zikaweze kukurudia wewe, because your coming has drawn very near. kwa sababu kukuja kwako kumekaribia sana. I pray for all of them Ninawaombea hao wote in their businesses, katika biashara in zao whatever they are doing. na chochote kile I wanachokifanya. pray, my Father, Ninaomba Baba yangu, you will help them. There utawasaidia. are those who are sick. Kuna wale ambao ni I wagonjwa. ask you, Jehovah, Ninakuuliza Jehova, stretch forth your mighty arm and heal them. nyoosha mkono wako wenye nguvu na ukawaponye Those who are going through various situations, wale ambao wanapitia hali ngumu. please remember these people Tafadhali wakumbuke watu hawa and bring a solution. na ukalete suluhisho. I ask you, my Father, Ninakuuliza Baba yangu, be there any condition, ikiwa kuna hali yoyote, you will intervene utaingilia kati in the name of Jesus. katika jina kuu la Yesu. Thank you because you are faithful. Asante kwa sababu wewe u As mwaminifu. we claim this land of Gambogi unto Jesus, Tunapodai ardhi hii ya Gambogi kwa Yesu, that they will never remain the same. ya kwamba hawatawahi baki sawia In the tena, mighty name of Jesus, katika jina kuu la Yesu we have prayed. tumeomba. May the Lord bless you. Bwana wabariki. God bless you so much Bwana wabariki sana for worshiping with us. kwa kuabudu pamoja nasi In the name of Jesus. katika jina kuu la Yesu. Amen. Amina. Achana tu na yeye mwenyewe.